Shout out to DJ Sub-Zero anaikamilisha music phase ya kwanza. On background unasikiliza track ya kwake Diego, wanamuita Nala Mzalendo. Yes, and of course unaisikiliza ni Kazi Nyepesi, track number 3 kutoka kwenye latest album ya kwake inafahamika kama Zama za Mawe. Sabwe, kwa wale ambao wamepita pita darasani, speaking about Zama za Mawe, moja kati ya vitu ambavyo watu walikuwa wanadeal navyo sana kwenye masuala mazima ya historia. So the album ya kwake Nala Mzalendo latest kabisa inafahamika kama Zama za Mawe, na kama sijapoteza kumbukumbu kidogo, I think imetoka ni mwishoni mwa mwezi wa kwanza. Yes, around tarehe 29 30 hivi. If not, basi ni mwanzoni kabisa mwa mwezi wa pili. Good thing pia ni kwamba mimi ni miongoni mwa watu ambao nimebahatika kuisikiliza vizuri kabisa. Bunge moja la album, package ya ngoma 12 ziko huko ndani, na the good thing pia ni kwamba production imefanywa na producer mmoja anafahamika kama Kecha bana, amesimama as executive producer, lakini kila sound amehusika kuproduce track ya 12. Good thing pia kuhusiana na kwenye masuala mazima ya production, nakumbuka kwenye moja kati ya mahojiano ambayo aliweza kuyafanya Dr. Dre, moja kati ya watu ambao wana ushawishi mkubwa kabisa sana kwenye muziki wa hip hop, alidai kwamba it's good kwa watu ambao wanafanya production, kwa maana ya producers, kuweza kutayarisha album moja. Yani moja wapo ya vitu ambavyo vinamdefine mtayarishaji kama miongoni mwa watu ambao wamezimaster kazi zao, basi ni pamoja na yeye kuwa na uwezo wa kuchukua wazo moja la msanii kwa maana ya album, ama kutengeneza board of work kama album nzima kwa msanii. Na apendi the idea ambayo wanaifanya wasanii siku hizi kwamba anahitaji kutengeneza album, nakuta track number 1 ka produce fulani, track number 2 ka produce fulani, so nakuta kwenye package ya ngoma let's say 20 kuna sound tofauti za maproducer almost hata 12, niseme hivyo. Yeye anaamini kabisa kwa album ili iweze kuwa bora, basi ukifanya production na mtu mmoja ambaye unampatia wazo lako mkononi ama kichwani, tuseme hivyo, na mwisho siku analiweka kwenye midundo, una record ngoma zako, basi mwisho siku mnapata kitu kizuri. So I think pia ni moja kati ya vitu ambavyo Nala Mzalendo ameweza kuvizingatia kwenye hii hapa project yake mpya. Speaking about Nala pia bana, yuko na mchungu wake ambao unafahamika kama Story na Michano. It's all about hip hop bana, katika kuhakikisha kwamba harakati zinaendelea na mwisho wa siku vitu vinaweza kusonga mbele. Mwanzo kabisa for the first time nakumbuka ilifanyika ni kipande cha Iringa, ni Boma. Of course ilikuwa ni Machi 15 ya mwaka huu hapa 2025. So right now they are coming back, na hii itakuwa ni tarehe 31, itakuwa ni kipande cha Njombe, and then ni tarehe 1 itapigwa kipande cha Makambako, inafahamika kama Story na Michano. So kwa wale wote ambao wanazimia utamaduni wa hip hop wanafahamu ni kitu gani ambacho Diego wanakifanya bana, ama amekuwa akikifanya. So hii hapa ni mara ya pili katika kuhakikisha kwamba anatoa platform maybe kwa watu wengine pia katika kuendeleza talanta zao, lakini pia kukutana kwa wasanii, watu wote ambao wanajihusisha na burudani kuendelea kuelevate hizo career zao, na mwisho siku vitu viweze kukaa fresh. So shout out to DJ Sub-Zero amekamilisha music phase ya kwanza na Kazi Nyepesi ya kwake Diego Nala Mzalendo. Nimekuambia Zama za Mawe ndio album latest kutokea kwake, and of course inapatikana kwake organically. Yes, so unaweza kumcheki kupitia mitandao yake ya kijamii, na mwisho siku muweze kuzungumza mkajenga bana, mwisho siku kajipatia nakala yako na ukaendelea kuenjoy muziki mzuri kutokea kwake Diego, anamuita Nala Mzalendo. Jumatatu leo